Christ Mandate Church, arena of power and solution. Celebrate Jesus. Shangilie Bwana Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Welcome to church. Karibuni kanisani. Lift up your hands. Inua juu mikono yako. Say, Lord, thank you. Sema Bwana asante For this privilege. kwa nafasi ya upendeleo. To be your presence. Kuwa weponi mwako. Thank you for the gift of life. Asante kwa zawadi ya uhai. Thank you for your grace. Asante kwa neema yako. Thank you for your mercies. Asante kwa rehema zako. Thank you for your love. Asante kwa upendo wako. Thank you for your care. Asante kwa kutujali. Open your mouth in 1 minute. Bless his name. Fungua kinywa chako kwa dakika moja. For he is jina good. lake kwa kuwa yeye ni mwema. His goodness and mercies endure forever. Wema na fadhili zake vyadumu milele. Unastahili sifa za moyo wetu. Tunaliinua jina lako Bwana. Tunalitukuza jina lako. Tunaliadhimisha jina lako Mfalme. Tunaliinua jina lako takatifu kupita majina mengine yote. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Wewe ndiye Mungu wetu. Wewe ndiye mwamba wetu. Wewe ndiye kimbilio letu. Wewe ni kila kitu kwetu. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Lift up your right hand above your head. Inua juu mkono wako wa kulia kupita kichwa chako. Say, by divine authority. Sema kwa mamlaka ya kiungu. I deprogram. Ninapangua Demonic rain. Mvua ya kipepo. Of frustration. Ya mivurugo. Confusion. Michanganyo. And discouragement. Na kukatisha tamaa. We deprogram it. Tunaipangua. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Clap your hands and deprogram. Piga makofi na upangue. Satanic rain. Mvua ya kishetani. Programming cloud 1 to 9. Iliyopangiliwa kuanzia wingu la kwanza mpaka la 9. Tunapangua kwa jina la Yesu. Tunapangua kwa mamlaka ya kiungu. Demonic rain program from the sea. Mvua ya kipepo iliyopangiliwa kutoka baharini. Let it be deprogrammed. Acha ipanguliwe. In the heavens. Kwenye mbingu. Let there be fair weather. Acha kuwe na hali ya hewa nzuri. Hali ya hewa iwe nzuri. Weather without rain. Iwe hali ya hewa isiyo na mvua. Kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Can I hear loudest amen? Naweza kusikia amina kubwa. Shake your neighbor and say good morning. Pe jirani yako mkono, mwambie habari za asubuhi. I'm happy to see you this morning. Nimefurahi kukuona asubuhi hii. You look good. Umependeza. Umependeza. You look good. Clap on for Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi. Let me take you to Matthew. Kuja niwapeleke kitabu cha Mathayo. Chapter 17 verse 5. Sura ya 17 mstari wa 5. And Mark 9 verse 7. Marko 9 mstari wa 7. Matthew 17 verse 5. Mathayo 17 mstari wa 5. While he was still speaking, behold, a shining cloud composed of lights overshadowed them. And a voice from the cloud said, "This is my son, my beloved, with whom I am, and I have always been delighted. Listen to him." Mathayo 17 mstari wa 5. Alipokuwa kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Jeremiah 1. Yeremia 1. Let's go to Jeremiah 1, 5 to 10. 5 mpaka 10. Please give me King James. Nipe toleo la King James tafadhali. King James. Before I formed thee in the belly, I know thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto nations. Verse 6. Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Verse 7. But the Lord said unto me, say not, I am a child. For thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Verse 8. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, say the Lord. Verse 9. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, behold, I have put my words in thy mouth. Verse 10. See, I have this day set thee over the nations,
and over the kingdoms, to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. Yeremia 1:5 mpaka 10. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. 6. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. 7. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakuamuru. 8. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi ni pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. 9. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. 10. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa, juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa, kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Father, thank you for the reading of your word. Asante kwa usomaji wa neno lako. Let your word acha neno lako open the eyes of our understanding. Ifumbue macho ya uelewa wetu. Father, through your word heal the sick. Baba, kupitia neno lako ponya wagonjwa. Turn sinners into saints. Geuza wenye dhambi kuwa watakatifu. Confirm with your word. Thibitisha neno lako with proof. Kwa ushahidi. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. And the church of God shout amen. Na kanisa la Mungu lipige kelele amina. Can I hear loudest amen again? Naweza kusikia amina kubwa tena. I welcome you once again to the presence of God. Nakaribisha mara nyingine tena uweponi mwa Mungu. I missed all of you. Niliwakumbuka sana wote. God bless you. Mungu awabariki. I want to talk to you on what I titled, Oh Lord, give me a voice. Kichwa cha habari cha somo langu leo ni Bwana nipe sauti. Or unlock my voice. Au fungua sauti yangu. Oh Lord, give me a voice. Bwana nipe sauti. Or unlock my voice. Au fungua sauti yangu. Oh Lord, give me a voice. Bwana nipe sauti. Or unlock my voice. Au fungua sauti yangu. Ladies and gentlemen, have your seat. Mabibi na mabwana kaeni. I welcome our viewers via Christ Mandate TV. Na wakaribisha watazamaji wetu kupitia Christ Mandate TV. And online platform. Na mitandao ya kijamii. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, from where we read, kutoka pale tuliposoma in Matthew 17 verse 5, kwenye Mathayo 17 mstari wa 5, the Bible said a cloud Biblia nasema wingu overshadowed Jesus, limfunika Yesu, Peter, James and John, Petro na Yakobo at the mountain of transfiguration. Katika ule mlima wa kubadilishwa. Are you with me? They went to pray. Walienda kuomba. They went to pray. Walienda kuomba. And a cloud came. Wingu likaja. It was the glory of God. Ilikuwa ni utukufu wa Mungu. And a voice accompanied it. Na sauti ilikuja pamoja na lile wingu. He said, "This is my beloved son." Kasema huyu ni mwanangu mpendwa. This is my beloved son. Huyu ni mwanangu mpendwa. Hear him. Sikilizeni yeye. Hear him is a phrase. Sikiliza, hicho ni kifungu. Sikilizeni yeye. Hear him is a grace. Ni neema. Hear him is a voice. Sikilizeni yeye, hiyo ni sauti. When he say hear him, anaposema msikilizeni yeye, it was an authority. Ilikuwa ni mamlaka. It was not just a command. Haikuwa amri tu. Let me tell you, ladies and gentlemen. Acha niwaambie mabibi na mabwana. Every one of us is created with divine voice. Kila mmoja wetu ameumbwa na sauti ya kiungu. And God is looking for a voice and not a noise. Na Mungu anatafuta sauti, sio kelele. God is looking for a man. Mungu anamtafuta mtu. God is looking for a woman. Mwanamke au mwanaume. He will use atakayemtumia to transmit his message, kupitisha ujumbe wake into the world, kufikisha ujumbe wake duniani. So when he spoke to Jeremiah, kwa alipoongea na Yeremia, Jeremiah began to complain. Yeremia akaanza kulalamika and say, I am a child. Na kusema mimi ni mtoto tu. I can't do this. Siwezi kufanya hili. Then the Lord kisha spoke to him akaongea naye and said, don't be afraid. Akamwambia usiogope. Don't look at their faces. Usiangalie sura zao. Don't look at their statures. Usiangalie vimo vyao. Don't look at their titles. Usiangalie vyeo vyao. But I will put my word. Lakini itaweka neno langu in your mouth. Kwenye kinywa chako. Hear this. Sikia hii.
as he went further, alipoenda mbali he zaidi, said, and the Lord touched my mouth akasema na Bwana akagusa kinywa changu and said to him, na akamwambia, go, nenda, I have put my word in your nimeweka mouth. maneno yangu kwenye mdomo wako. Now it means Inamaanisha before he touched his mouth, kabla ya kugusa mdomo wake, Jeremiah was still talking. Yeremia alikuwa bado Are you anaongea. hearing me? Unanisikia? But he had no voice. Lakini alikuwa hana sauti. You can be talking physically, Unaweza kuwa unaongea but you kimwili, lack divine sentence. lakini unakosa sentensi ya kiungu. Your words are empty. Maneno yako yanakuwa yako tupu. Your words are noise. Maneno yako yanakuwa ni kelele. But when your word is backed up by heaven, Lakini maneno yako yakiwa yanategemezwa na mbingu, your word becomes a voice from heaven. maneno yako yanakuwa ni sauti kutoka mbinguni. That is when you speak, Hapo ndipo unapoongea you will see results. utaona matokeo. It was when he touched his mouth, Ilikuwa alipogusa kinywa chake, he told him, go akamwambia, forth. nenda, Go forth, nenda, for you shall pull down, kwa maana you utang'oa, shall throw down, you utabomoa, shall destroy, you utaharibu, shall build, utajenga, you shall plant. utapanda. Through what? His Ya voice. nini? Sauti When you yake. lack a voice, Unapokosa sauti, you will be empty in the spirit. utakuwa mtupu When rohoni. you lack a voice Unapokosa sauti from God, kutoka kwa you Mungu, will be making noise to your generation. utakuwa unapigia kelele kizazi chako. Are you hearing me? Unanisikia? But when you carry the voice of Lakini God, unapobeba sauti ya you Mungu, will impact your generation. utagusa kizazi I chako. came here Nimekuja to hapa unlock your voice, kuifungua sauti to yako, unlock the voice of your destiny, kufungua sauti ya hatima to yako, unlock the voice of your ministry. kufungua sauti ya huduma Say, yako. oh Lord, Sema, Bwana, unlock my voice. fungua sauti yangu. When God told them, hear him, Mungu alipoambia msikilizeni, is divine announcement, ilikuwa ni kumtangaza is kiungu, divine approval. ni kuidhinishwa A kiungu. lot of people are moving up and down, Watu wengi wanazunguka huku na huku, but are spiritually dumb, lakini kiroho ni bubu. complaining from east to west, Wanalalamika kutoka mashariki kwenda magharibi, speaking from west to south, wanaongea kutoka magharibi kwenda kusini, east to north, kutoka mashariki kwenda but kaskazini, nothing to show, lakini hakuna cha kuonyesha, because their words has become noise. sababu maneno yao yamekuwa kelele. There is a difference between a voice and a noise. Kuna tofauti kati ya sauti na kelele. A voice communicate message, Sauti inawasilisha ujumbe, transmit information, inaleta taarifa fulani, but a noise create misunderstanding. lakini kelele inaleta hali ya kutokuelewana. A voice carries message, Sauti inabeba ujumbe, but a noise create lakini misunderstanding. kelele inaleta hali ya kutokuelewana. Are you hearing me? Unanisikia? A voice carries instruction, Sauti inabeba maelekezo, but a noise carries frustration. lakini kelele zinabeba mivurugo. Can I repeat it again? Naweza kurudia tena. A voice Sauti carries instruction, inabeba maelekezo, but a noise carries frustration. lakini kelele zinabeba mivurugo. Are you with me? Uko na mimi? A voice carries solution. Sauti inabeba suluhisho. Are you with me? Uko na mimi? A voice Sauti carry what? inabeba nini? Solution. Suluhisho. But a noise Lakini kelele carry insult. zinabeba matukano. Are you there? Uko hapo? Are we together? Tuko pamoja? I started by saying a voice come with a message, Ilianza kwa kusema kwamba sauti inakuja na ujumbe fulani, but a noise comes with misunderstanding. lakini kelele inakuja na hali ya kutokuelewana. A voice come with instruction, Sauti inakuja na maelekezo, but a noise come with lakini frustrations. kelele inakuja na mivurugo. A voice come with solution, Sauti inakuja na suluhisho, but a noise come with confusion. lakini kelele zinakuja na michanganyo. When you find yourself in the state of confusion, Unapojikuta kwenye hali ya michanganyo, it's a sign you don't know what to do. ni ishara kwamba hujui cha You kufanya, lack direction. unakosa mwongozo. Are you hearing me? Unanisikia? You lack clarity. Unakosa ufasaha. Are you with me? Unanisikia? No wonder the Bible says Ndio maana Biblia inasema that life and death, or death and life, kwamba uzima na mauti au are in mauti na the uzima power of the viko tongue. kwenye uwezo wa ulimi, Are in the power of the viko tongue. kwenye uwezo wa ulimi. So when you speak, Kwa unapoongea you can create your future with your word. unaweza ukaijenga kesho yako kwa maneno You yako, can create
solution with your word. Unaweza kutengeneza suluhisho kwa maneno You yako. can create solution with your voice. Unaweza kutengeneza suluhisho kwa sauti yako. I prophesy. Na tabiri Any spirit of dumbness roho yoyote ya ububu that have silenced your voice, ambayo imenyamazisha sauti the yako, voice of your destiny, sauti ya hatima yako, let the voice of God unlock your voice. acha sauti ya Mungu ifungue sauti yako. I unlock your voice. Nafungua sauti yako. I unlock your voice. Nafungua sauti I yako. 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 unlock your voice. Nafungua sauti yako. Jesus carried power in his voice. Yesu alibeba nguvu kwenye sauti yake. No wonder when the tempest wind came to the sea, Ndio maana ile dhoruba ilipokuja pale baharini, when he was sleeping in the boat, alipokuwa amelala kwenye kile chombo, the disciples that lacked voice, wanafunzi ambao walikosa a sauti, divine sentence, ile sentensi ya kiungu, they could not do anything. hawakuweza kufanya All chochote. they were doing was to make noise. Walichokuwa wanafanya ni kupiga They kelele. were complaining in the boat. Walikuwa wanalalamika kwenye ile Oh, mashua this boat will capsize. kwamba hii mashua labda The itapinduka, wind is too much. upepo umezidi The sana. voice, as in the wind created fear. Upepo uliwatengenezea hofu, But when the one that had the voice, lakini yule ambaye ana sauti, that had the divine sentence, alikuwa na woke up. sentensi ya kiungu, alipoamka When he woke up, he speak to the sea akazungumza na bahari and the wind, na upepo, and they became still. na vikatulia. The disciple, do you know what the disciples said? Wanafunzi, unajua walisema nini? Who is this man? Kusema huyu mtu ni nani? Even the wind and the sea Hata upepo na bahari hears him, vinamtii, listen to him. vinamsikiliza. That is what it means to carry a divine voice. Hicho ndio kinachomaanisha kubeba sauti ya kiungu. Everyone is created with that voice. Kila mtu ameumbwa na hiyo sauti, But your voice can be silenced by demonic operations. lakini sauti yako inaweza kunyamazishwa kwa kazi za kipepo If you don't know how to use it. usipojua namna ya kuitumia. No wonder Na ndio maana in a meeting kwenye kikao where you suppose ambapo litakiwa to express kuweza the kuonyesha divine voice of God, kuonyesha sauti ya kiungu ya you'll Mungu, be keeping quiet. unakaa kimya. It's not as if you don't have what to say, Sio kwamba hauna cha kusema, but you lack authority in your voice lakini unakosa mamlaka kwenye sauti yako to speak. kuongea, And when you even speak, na hata ukiongea nobody listens to you. hakuna anayekusikiliza. Are you hearing me? Unanisikia? Because your voice lack authority. Sababu sauti yako inakuwa inakosa mamlaka. Voice comes with authority, Sauti inakuja na mamlaka, but noise comes with emptiness. lakini kelele zinakuja na utupu. Are you hearing me? Unanisikia? Noise comes with what? Kelele zinakuja na nini? Emptiness. Utupu. A voice comes with power, Sauti inakuja na nguvu, but a noise comes with powder that pollutes the air. You call it noise pollution. lakini kelele zinakuja tu na ile poda ambayo inachafua hewa, inaitwa ni uchafuzi kupitia sauti. A noise comes with powder Hiyo sauti inakuja na poda, that pollutes the air. You call it noise pollution. kelele inakuja na poda ambayo inachafua hewa, inaitwa uchafuzi kupitia kelele. Where is your voice? Sauti yako iko wapi? Your generation is waiting to hear your voice. Kizazi chako kinasubiri kusikia sauti Are you yako. hearing me? Unanisikia? Your generation is waiting for your impact. Kizazi ulichopo kinasubiri kuguswa na wewe. No wonder the Bible said in Psalm 5, as in 45 verse 1, Ndio maana Biblia inasema kwenye Zaburi ya 45 mstari wa kwanza, he said, my tongue is the pen of a ready writer. anasema ulimi wangu ni kalamu ya ustadi. My tongue is Ulimi a wangu pen ni kalamu of a ready writer. ya mwandishi mstadi. Read it in Swahili. Soma kwa Kiswahili. Zaburi ya 45 mstari wa kwanza. Moyo wangu umefurika kwa neno jema, nami nasema mlionifanyizia mfalme. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstadi. My tongue is the pen of the ready writer. He's talking about your voice. Anazungumzia sauti yako. Your voice can write your destiny. Sauti yako inaweza kuandika hatima yako. Your voice can write you into your destiny. Sauti yako inaweza kukuingiza kwenye hatima yako. Your voice can write you off your destiny. Sauti yako inaweza kukutoa kwenye hatima A lot yako. of great voices has been silenced Sauti nyingi kuu zimenyamazishwa in families, kwenye familia,
in businesses, kwenye biashara, in different parastatals, kwenye sehemu mbalimbali, nyenzo mbalimbali, because the enemy kwa sababu adui don't want you to have a voice. hataki uwe na sauti. Some of you had a voice, Baadhi yenu mlikuwa na sauti, but all of a sudden lakini ghafla you tu have eaten the fruit of the enemy, mmekula tunda la adui, and that has silenced your voice. na hiyo imenyamazisha sauti I yako. pray for you, Na kuombea just like God touched the tongue kama ambavyo Mungu aligusa ulimi of Jeremiah. wa Yeremia. Let your voice be unlocked. Acha sauti yako Let ifunguliwe. your voice be unlocked. Acha sauti yako The ifunguliwe. voice of your destiny be unlocked. Sauti ya hatima yako The ifunguliwe. voice of your career be unlocked. Sauti ya taaluma yako Let ifunguliwe. your voice be unlocked. Acha sauti yako ifunguliwe. Death and life Uzima na mauti are in the power of the tongue. viko kwenye uwezo wa ulimi. So if you know how to use your tongue very well, you will live long. Kwa hiyo ukijua namna ya kutumia ulimi wako vizuri utaishi maisha marefu. But if the enemy kill your tongue, Lakini kama adui akiua ulimi wako, you will kill your destiny early. utaiua hatima yako mapema. That is why Na ndo you maana should ask yourself, unatakiwa ujiulize, are you a voice or a noise? je, wewe ni sauti au kelele? Can God pass his word through you? Je, Mungu anaweza kupitisha neno lake kupitia wewe? Where is your voice Sauti yako iko in wapi your family? kwenye familia yenu? Where is your voice Sauti yako iko wapi financially? kifedha? Everything you see in this life is a voice. Kila unachokiona kwenye haya maisha ni sauti. Money is a voice. Pesa ni sauti. Chair has a voice. The seat you are sitting Kiti ulichokalia kina is sauti, created by voice. kimetengenezwa kwa sauti. Everything is created by voice. Kila kitu kilitengenezwa kwa sauti. Are you with me? Uko na mimi? For in the beginning was the word, Kwa maana hapo mwanzo palikuwa na and the neno, word was with God, na neno lilikuwa na and the Mungu, word was na hilo God. neno lilikuwa ni Mungu. There is nothing that was made without the word. Hakuna kilichoumbwa pasipo neno. The word is the foundation of our life. Neno ndo msingi wa maisha yetu. Are you with me? Uko na mimi? Where is your voice? Sauti yako iko wapi? When will your generation hear your voice? Kizazi ulichopo lini watasikia sauti yako? When you command blessing to come, Unapoamuru baraka can the zije blessing listen to na you? baraka zinakusikiliza. When you command the kingdom of darkness to be destroyed, Unapoamuru ufalme wa giza uharibiwe, can they hear your voice? je, wanaweza kusikiliza sauti yako? Where is the power in your voice? Nguvu ya sauti yako iko wapi? Where is the grace in your voice? Neema ya sauti yako iko He wapi? said, "This is my beloved son, Kasema huyu ni mwanangu in mpendwa, whom I am well pleased. ninayependezwa naye, Hear him." msikilizeni Say, yeye. "Lord, Sema Bwana, Lord, Bwana, by your mercy, kwa rehema zako touch my tongue." gusa ulimi wangu In the order of Jeremiah, kama ulivyomfanyia I Yeremia. want to have a voice. Nataka niwe na sauti. I want my mouth Nataka kinywa changu to become your instrument kiwe chombo chako to transmit kuweza kufikisha your message ujumbe wako to the world. kwa dunia. Pray that prayer. Omba ilo ombi. Touch my tongue, O Lord, Gusa ulimi wangu e for Bwana, my tongue is the pen of a ready kwa writer. maana ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi I mstadi. am ready to write Niko tayari kuandika and rewrite my destiny. na kuandika upya hatima Touch yangu. my tongue, Lord. Gusa ulimi wangu e Bwana. Sopratala kuyada. E Bwana, gusa ulimi wangu Semalakulatala. kama ulivyomfanyia Yeremia. Remalakuladasaya. Kinywa changu kiwe chombo chako Sepratalakuya. kwa rehema zako e Bwana. Sepratalakuya. Nataka niwe na sauti Sepratalakoya. nifikishe ujumbe Melokoya wako tolata. kwenye dunia hii e Bwana. Sepratalakai. Tumie e Bwana Seprataya. kufikisha ujumbe wako Remeletolai. katika dunia hii, Sepratabalabala. kugusa kizazi nilichopo. Rando E shapayada. Bwana, gusa ulimi wangu Rando ziprata. kwa kaa lako la moto, Sepratalakayata. kwa rehema zako e Bwana. Sapradagayata. Katumie kinywa changu Sepratalakuyata. kama chombo chako e Bwana, Sepratalata. kwa rehema zako e Bwana. Sepratalata. Ukauguse ulimi wangu Sepratalakaya. ili niweze kuandika hatima yangu Sepratalata. na kuandika upya historia yangu Isamanatuya. kwa jina la Yesu, Esoprataya. ili niweze kugusa Isatabayada. kizazi nilichopo. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Death and life are in the power of the tongue. Uzima na mauti viko kwenye uweza wa ulimi, And those who love it, eat its fruit. na wale waupendao hula matunda yake. Where is your voice? Sauti yako iko wapi? Miracle is a voice. Miujiza ni You sauti. need to come to a point where sickness hears the voice of God through your voice. Unahitaji kufikia hatua ambapo magonjwa yasikie sauti ya Mungu kupitia sauti yako. Wealth
Utajiri. Hears the voice of God through your voice. Usikie sauti ya Mungu kupitia sauti yako. Many of the things you are praying for, vitu vingi unavyoviombea, is not impossible. Sio kwamba haviwezekani. It is possible. Vinawezekana. But you lack a voice. Lakini umekosa sauti. You lack a voice. Umekosa sauti. Imagine. Emfikiria. Elijah came. Elia alikuja. And he climbed the mountain. Na akapanda mlima. And the enemy said, come down from the mountain. Na maadui akaja akamwambia shuka huko mlimani. And he said, if I be a man of God. Akasema kama mimi ni mtumishi wa Mungu. Fire come. Acha moto ushuke. And consume me on your 50. Na wateketeze wewe na 50 wako. Are you with me? Uko na mimi? And the same thing happened. Na kitu hicho kikatokea. What you see, the testimony you will hear after this message. Unachokiona, shuhuda ambazo utasikia baada ya ujumbe huu. The miracles you miujiza see. Unayoiona. The proofs. Ushahidi. The evidences. Ushahidi. Is a result of a divine voice. Ni matokeo ya sauti ya kiungu. You are sitting here because a voice spoke to you. Umekaa hapa kwa sababu kuna sauti iliongea na wewe. That you must be here. Kwamba inatakiwa uwe hapa. And listen to the voice speaking to you. Na usikilize sauti inayoongea na wewe. Where is your voice? Sauti yako iko wapi? A lot of people has been silenced spiritually. Watu wengi wamenyamazishwa kiroho. Financially silenced. Kifedha wamenyamazishwa. In career they've been silenced. Kitaaluma wamenyamazishwa. You get a job, you lose the job. Your voice has been taken. Unapata kazi, unaipoteza, sauti yako imechukuliwa. That is what it means. Ndio inachomaanisha. Your health, afya yako nzuri ni sauti, afya njema. Healing is also a voice. Uponyaji ni sauti pia. Good health. Afya njema ni sauti. Life is a voice. Uzima ni sauti. Death is a voice. Mauti ni sauti. Everything. Kila kitu has to do with a voice. Kinahusiana na sauti. Where is your voice? Sauti yako iko wapi? Whatever you lack right now. Chochote ambacho umekosa sasa hivi. Is as a result. Ni kutokana of lack of voice. Na kukosa sauti. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Say, oh Lord. Sema, Bwana. Unlock my voice. Fungua sauti yangu. I am tired. Nimechoka. Of being spiritually dumb. Kuabudu kiroho. Pray that prayer. Omba ilo ombi. Oh Lord, by your mercy. Bwana kwa rehema zako. Unlock my voice. Fungua sauti yangu. By your mercy. Kwa rehema zako. Empower my voice. Wezesha sauti yangu. Separakula tayada. Bwana kwa rehema zako. Lemalakuya tabasaya. Fungua sauti yangu. Sepratalakuya. Niwezeshe sauti yangu. Kwa uweza wako Bwana. Sepratalatai. Nimechoka kuabudu kiroho. Sepratalapai. Bwana fungua sauti yangu. Kwa rehema zako. Fungua sauti yangu. Kwa rehema zako Bwana. Fungua sauti yangu. Kwa rehema zako Bwana. Achilia nguvu zako kwenye sauti yangu Bwana. Ukaitegemeze sauti yangu kwa uweza wako Bwana. Kwa nguvu zako Bwana. Fungua sauti yangu kwa rehema zako Bwana. Ifungue sauti yangu. Acha iwe na mashiko. Acha iwe na nguvu. Acha isikilizwe. Acha iguse watu. Ifikishe ujumbe wako. Ifanye mabadiliko kwa jina la Yesu Kristo. Fungua sauti yangu Bwana. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. John said, I am the voice of the one crying in the wilderness. Yohana alisema mimi ni sauti ya yule anayelia nyikani. People left the city, they went to the forest to gather to listen to John. Watu waliondoka mijini wakaenda msituni kukusanyika kumsikiliza Yohana. When will the customers from other nation, from different region come to your shop, say, we heard about you, we have come to buy this goods? Lini wateja watakuja kutoka mikoa mingine, kutoka mataifa mengine kuja kwenye duka lako kusema kwamba tumesikia kuhusiana na wewe, tumekuja kununua hizi bidhaa? I am the voice of the one crying in the wilderness. Mimi ni sauti ya yule anayelia nyikani. People left the city. Watu waliondoka mjini. They are going to meet him. Wakaenda kukutana naye. Because there is a voice. Kwa sababu kuna sauti. There is a voice that carries God. Kuna sauti ambayo imembeba Mungu. Carry divine authority. Imebeba mamlaka ya kiungu. This morning, asubuhi hii, I release
divine authority upon your voice. Naachilia mamlaka ya kiungu kwenye sauti release yako. divine authority upon your voice. Naachilia mamlaka ya kiungu kwenye sauti yako. Your destiny will no longer be silent. Hatima yako haitakuwa kimya tena. Your ministry will no longer be silent. Huduma yako haitakuwa kimya tena. Shout the loudest amen. Piga kelele amina kubwa. Where is your voice? Sauti yako iko wapi? The voice of the one crying in the wilderness. Sauti ya yule anayelia nyikani. The wilderness is not a clean place. Nyikani sio mahali pasafi. But people left the church building where you have AC. They went to stay at the sun, listening to the one in the wilderness. Lakini watu waliondoka kwenye majengo ya kanisa ambayo yana viyoyozi, wakaenda kukaa chini ya jua kule nyikani wakisikiza ile sauti. My neighbor is selling more than me. Sema jirani yangu anauza kuliko mimi. There is a voice. Kuna sauti that is calling customers. Inayoita wateja. There is a voice. Kuna sauti. I don't have money. Sina money pesa. Is a voice. Pesa ni sauti. If it's not a voice, kama sio sauti, why are your family members listening to those who bring more money than you? Even if you say anything, they don't listen to you. Kwa nini wanafamilia wako wanamsikiza zaidi yule anayeleta pesa zaidi kwenye familia? Hata wewe ukiongea chochote hawasikilizi. Kwa nini hawakusikilizi? Haven't you been talking? Nobody listening. But the one that don't even have a wise thing to say, but immediately he comes with money, everybody obey him. Umekuwa ukiongea lakini watu hawakusikiliza. Yule mwenye pesa hata kama hana kitu cha busara cha kuongea, akija kila mtu anamtii. You be there, you be saying, oh, because I don't have money. You don't have it, jamani. Utakuwa pale unasema kwa sababu sina pesa. Yeye hauna pesa. Money is a voice. Pesa ni sauti. It's a voice. Ni sauti. Everything is a voice. Kila kitu ni sauti. I release that voice to you. Naiachilia hiyo sauti kwako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Say, oh Lord. Sema, Bwana. Unlock my voice. Fungua sauti yangu. I am tired. Nimechoka. Of being spiritually silent. Kuwa kimya kiroho. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Clap your hands and pray that prayer. Piga makofi, omba ile ombi. I am tired. Nimechoka. Unlock my voice. Fungua sauti yangu. Fungua sauti yangu, Bwana. Bwana, nionyeshe rehema. Fungua sauti yangu. Kwa neema zako, Bwana. Nimechoka kuwa bubu kiroho. Nimechoka kuwa kimya kiroho. Fungua sauti yangu. Kwa neema zako, Bwana. Niwezeshe sauti yangu. Nitegemeze sauti yangu. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Pray it this way. Omba namna hii. Say, oh Lord. Sema, Bwana. Lavish your grace. Achilia neema yako kwa utele. Lavish your grace. Achilia neema yako kwa utele. Of hear him. Ya ile uwezo wa watu kunisikiliza. Of hear him. Au msikieni yeye. Of hear him. Msikieni yeye. Upon my life. Kwenye maisha yangu. There is a grace called hear him. Kuna neema inayoitwa msikieni yeye. Hear him grace. Neema ya msikilizeni yeye. Money hear me. Pesa nisikie. Result hear me. Matokeo nisikilizeni. Are you with me? Uko na mimi? Fruitfulness hear me. Uzao nisikieni. Nature hear me. Vitu vya asili nisikieni. My generation hear me. Kizazi changu nisikieni. There is a hear him grace. Kuna neema ya msikieni yeye. When that grace comes upon your voice, hiyo neema inaposhuka kwenye sauti yako, people will be wondering because you become a wonder to your generation. Watu watakuwa wanashangaa kwa sababu utakuwa kitu cha ajabu kwenye kizazi chako. When your voice carry grace, sauti yako inapobeba neema, you become a wonder. Unakuwa kitu cha kushangaza. So having a voice makes you a wonder to your generation, but when you have a noise, you become a fool to your generation. Kwa ukiwa na sauti unakuwa kitu cha kushangaza kwenye kizazi chako, lakini ukiwa na kelele unakuwa ni mpumbavu kwenye kizazi chako. Yeah. Ndio. Noise is unwanted sound. Kelele ni sauti isiyohitajika, unpleasant, ambayo haipendezi. But voice, lakini sauti carries a message. Inabeba ujumbe. Say, oh Lord, sema Bwana, let your oil of hear him.
Acha mafuta yako yamsikieni yeye. Touch my tongue. Yaguse ulimi wangu. Touch my life. Yaguse maisha yangu. Pray that prayer right now. Omba ile ombi sasa hivi. Let your oil of hear him. Acha mafuta yako yamsikieni yeye. Touch my tongue. Yaguse ulimi wangu. Touch my life. Yaguse maisha yangu. By your mercy. Kwa rehema zako. Separatulataya. Acha mafuta yako e Bwana. My business must hear me. Biashara yangu lazima inisikie. My ministry must hear me. Huduma yangu lazima inisikie. My generation must hear me. Kizazi nilichopo lazima kinisikie. Fruitfulness and results. Uzao na matokeo. Hear me. Nisikieni. Voice carry results. Sauti beba matokeo. But noise carry insults. Lakini kelele inabeba matukano. Voice carry impact. Sauti inabeba namna ya kugusa watu. Voice carries positive impact. Sauti inabeba namna ya kugusa watu kwa hali chanya. Noise carries negative impact. Kelele zinabeba namna ya kugusa watu kwa namna hasi. I am a voice. Mimi ni sauti. Let my voice be here. Acha sauti yangu isikike. I refuse to be silent again. Nakataa kuwa kimya tena. I refuse to be silent. Nakataa kuwa kimya. Where my voice need to be heard. Wakati sauti yangu inahitaji kusikika. My voice need to be heard. Sauti yangu inahitaji kusikika. In all the nations of the earth. Kwenye mataifa yote ya dunia. Unlock my voice. Fungua sauti yangu. Wealth, hear my voice. Utajiri, sikia sauti yangu. Fruitfulness, hear my voice. Uzao, sikia sauti yangu. My destiny helpers, hear my voice. Wasaidizi wangu wa hatima, sikia sauti yangu. Sickness, hear my voice. Magonjwa, sikia sauti yangu. The voice of the Lord in me. Sauti ya Bwana ndani yangu. Destiny, hear my voice. Hatima, sikia sauti yangu. Kula bayatalas. Sikia sauti yangu. Shepere dola maya. Kwa jina la Yesu Kristo. Shepere kulayada. Sikia sauti yangu. Enyi mataifa. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Lift up your hand. Inua juu mikono yako. From now onward, kuanzia sasa your voice will carry power. Sauti yako itabeba nguvu. It will carry results. Itabeba matokeo. It will carry positive impacts. Itabeba namna ya kugusa watu kwa uchanya. Your voice will carry authority. Sauti yako itabeba mamlaka. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Christ Mandate TV, transforming lives, nations, and the world.